kila sehemu ina culture yake. Paka nje sha. Yeah, kwa tuna enjoy saa Kenya. Nairobi ni aje so sasa. Hivyo yani. By the way, umezungumzia swala la culture. Kama Afrika sehemu wana tamaduni zao, wana vyakula zao. Kusi huko nyanda za juu maparachichi ni mengi sha. Wanakuambia utamaduni umezingatiwa. Sehemu gani fika ukapata shida labda hali ya hewa, chakula labda lifestyle na vitu kama hizo? Kama kilikuwa kigeni sana kwako. Tunasema wapi hapo? Ambapo kidogo pale nipa shida Singida. Okay. Singida kuna wali niliwahi kula wale kidogo nipa shida. Ndio. Singida kidogo ila kapo vizuri ila tu ni namna ambavyo walipika chakula hivyo. Nilipata shida kidogo sana. Sehemu zingine zina vibe ile yani chapati unawila Simiyu ndo chapati unawila. Yani ndo uzuri wetu sisi wa Tanzania. Nice, safi sana bwana. Karibu sana kwenye show kwa mara nyingine tena. Asante sana. Karibu sana Simiyu. Mimi mara nyingi bwana ukipita Simiyu unapita lazima kusalimiana na vijana wenzako hapo ili tujue harakati za scenario. Na mara nyingi ukija huwa huji peke yako. So mchoyo sana wa kugawa assist kwa washikaji zako. Tuna mwanetu tu pia homeboy kabisa. Sogea kwenye kifaa za chief. Mambo vipi? Poa. Kama kawa. Unahitaji huyo? Huyu bwana hapa kwa majina yetu Zaya Jewels ya. Ndio. Mule. Sikatia mikono. Wewe ulianzaje bwana? Story ya mwanangu naijua. Yaani kifupi sana. Wewe ulianzaje sha? Unaweza kupata hizo phone tusikiza refresh. Nipate story yake. Mwake mwanangu hizi naijua. Tumeanza tunaiona. Mwanetu Zaya alianzaje? Kiufupi kwenye upande wa uanzaji wa Zaya. Zaya kwa kweli ni brand ambayo ilikuwa inafikirika muda mrefu sana. Wakati kabla haijakuwa Zaya, kulikuwa kuna brand nyingi sana huko nyuma mpaka tumefikia kwenye kuanzisha brand ya Zaya, kitu fulani kiwe unique ambayo itakuwa nje na jepesi, mteja ataweza kulikalili, kulishika na itakuwa ni rahisi kutamkika pia na kukumbukika. Mwanzo nianzaga 2020. Wow. 2020 huko. Wakati kabla hata hatujatambua na wanangu Wizi hapa Wizi bracelet, kipindi hicho nilikuwa nimeajiriwa kwenye kampuni moja hivi kubwa sana, nikawa kama sales market pale Taifa West. Nimefanya ile kazi kufikia 2020, nikaanza akili unajua inapanuka utuzima unapoingia mkiwa kama kijana makiungwa kutafuta ndo hapa. Mistari anikiwa pili kaingia tena sitaki kazi. Sitaki majira. Ndio. Unajua tu ukiangalia pia inakuwa inabeba pia na kabia sio tena sisi Wachaga wazao kujiongeza sana. Samega kaskazini atokaje fala ndio. Baada hapo sasa siku moja ilikuwa tu ni hapa na pale pita kwenye hizi social media, nikakutana na page moja hivi ilikuwa inauza jewels. Sasa ile page ikanimotivate, nikaona mbona kama hicho naweza mwenyewe nikakifanya. Umeona ni juhudi tu tilia mkazo kuweka lengo nia zumuni nikajaribu kuwasiliana na ile page ile. Hivyo vitu ulikuwa unapenda? Hivi vitu nilikuwa napenda. Okay, thank you. Unaona nilikuwa na vipenda basi ile page ikanisaidia ikanijenga kuifuatilia mtu siku ndio hivyo kama nilivyokuambia nikaitafuta nikamtafuta huyo mtu nikaanza kuwasiliana naye kwao nikaplay part kama winga fulani kwao nilikuwa na kusanya vioda na nampasia ule mtu anapewa mzigo mikati. Kumbe unamchora tu mwanangu. Yani mimi nilikuwa nataka nipate uzoefu zaidi nijue biashara kiundani ipoje. Basi ile hali ikaenda kufikia 2023-24 hapa basi nilikuwa nishakomaa tayari nilikuwa na uwezo wa kuweza kuagiza mzigo kuanza kujitafuta nini. Yani nilikuwa na design baadhi ya hizo culture nini. Umeona? So ikaenda baadaye ndo nikaja kuonana na mshikaji wangu Wizi. Kabla hujafika kwa Wizi, huyo jamaa ulimkacha, maana yake ukaachana nao ukaendelea na mitikasi yako. Huyo mara nyingi tunakutana changamoto hiyo vijana kwamba kuna namna kama Sadogo ni aje tena anatanua mbawa saa hii, alikuwa winga wangu sasa hivi amejiniaje. Kuna hiyo ulikutana nayo au yeye alikuwa fresh tu? Hapana, yani yule mtu yuko fresh sana. Nice. Ulikutana vipi na yule mwamba? Sana. Mlikuwa mfahamiana before kwanza?
Hapana. Okay. Hapana, yani ni watu ambao tumekutana tu ile binifu sio tena mguu wa kutoka. Ndio. Wizi niliona naye 2024 kama sikosei. Ilikuwa wapi? Ilikuwa ni Mbeya. Okay. Mbeya City. Bwana. Safari ndefu Safari ni ndefu sana. Ndefu sana. Ilikuwa ni kipindi wakati bado nilikuwa ndani ya kampuni. Okay. Sasa siku moja nilikuwa tu tumekaa kanje pale tunapiga story. Ghafla wanagoizi. Ana mizigo ya. Yani kile kipindi kwanza alipokuwa anakuja hivi. Yani kwanza kanisisimua. Kama Mexico. Kama Qatar fulani. Na hichi kitu ambacho nakisema hapa sikuwahi kumwambia na hakijui. Unaona, ila tu hapo ndo akitambue. Yani cha kwanza nilipa hasira. Ndio. Kwani yeye anawezaje? Ndio. Alafu mbona kama jamani amejaa hivi, mizigo ni mingi bwana. Yani ile mizigo yani kama bana Kilimanjaro ndio yani bwana amejaa, mizigo iko mingi, bidhaa ziko nyingi, zinavutia, nzuri, kali, grade iko fresh na sasa tukamwita pande za ofisini, bwana mwanetu njoo. Ndio. Kufika pale sababu wenzangu pale wakawa wananijua kwamba mimi na deal na hizi